Hivi mwenyekiti, haya yote ulikuwa unaeleza hapa. Yesu asifiwe. Jamani, Yesu asifiwe. Kwanza kabisa namshukuru Mungu sana kwa kunipatia hii fursa ya pekee kwamba leo naweza kuwa na ninyi hapa GGH. Hii mbona ni fursa ya pekee sana mno sana. Lakini pili, ni shukuru uongozi wa idara kwa kuona vyema tushirikiane wiki hii, Ijumaa hii na labda na Ijumaa zinazokuja mbele, tuangalie mambo ya msingi. Na niwashukuru sana na niwapongeze ninyi vijana wa GGH kwa kuona vema pamoja na vijana wengine ambao mmefika ili tuweze kujifunza mambo ya msingi yanayogusa maisha yetu, mwili, nafsi na roho. Yesu asifiwe. Naomba pia niwashukuru na kuwapongeza kwa kumpokea mwalimu rafiki yetu Mboka Mwaipopo ambaye mlikuwa naye last week. Rafiki yetu kutoka Dodoma. Alifurahi sana mapokezi yenu, participation, na namna ambavyo kuna mtu ukiwa unasema naye unaona ile enthusiasm na response ambayo aliona imemchangamotisha sana. Akasikia vizuri na baadaye alinijulisha. Niliona ni vizuri nilete huu mrejesho. Anawashukuru sana na ataendelea kuwa rafiki yenu. Na mimi nimempokea kwa jina la Yesu. Nilikuwa naongea na viongozi kutokana na utaratibu mzuri ambao wameweka katika idara. Kipindi chetu hiki cha kila Ijumaa, mambo ambayo mada kadha wa kadha ambazo wamezipanga, na kila mwezi kuna mada za kukava. Na mwezi huu wa Mei tunaangalia kidogo kuhusu na swala zima la ujenzi wa nyumba yenye furaha. Ujenzi wa nyumba yenye furaha. Na nikisema nyumba sina maana ya jengo, na maana ya familia. Ujenzi wa nyumba yenye furaha. Na ukisikiliza watu wanapozungumza, mara nyingi sana ambao hawajaingia katika ndoa wanatamani kuingia kwenye ndoa, si ndio? Wachunguzi wamesema asilimia zaidi ya 85 ya ambao hawajabado kuoa au kuolewa, yani hiyo ndio agenda 24/7 sana kabisa. Vaa yao, zungumza yao tu, wanatumiana message, lakini ni katika mzingo huo. Alafu ukiwakusanya waliooa na kuolewa, asilimia 85 wanataka kutoka. Sasa hiyo ndio inaletaga maswali. Kwa nini hao wanataka kuingia, lakini asilimia 85 walioko kwenye ndoa wanataka kufanyaje? Kutoka. Kuna nini kilikuwa kinawapeleka mbio, na ni nini ambacho wamekutana nacho kinawatoa mbio? Hayo ndio mambo ya msingi sana ya kuangalia, kuchunguza na kujifunza. Ndoa ni jambo muhimu sana katika maisha ya mtu binafsi na jamii kwa ujumla. Na umuhimu wake ni kwa sababu ndoa inagusa hatima ya maisha, sio ya huyo tu mwenyewe na watakaotokana na yeye.
Yaani kama kuna watoto watakujaga wazaliwe na wao wanahusika kwa njia moja au nyingine, na wao wanahusika kabisa kabisa. Kwa hiyo ndoa ni jambo la ajabu sana na la baraka mno, na utakuta hii ndio taasisi pekee kongwe hii ndio taasisi pekee kongwe. Hii ndio taasisi kongwe kuliko taasisi zingine zozote duniani. Tukisema taasisi kila taasisi ina utaratibu wake. Kila taasisi ina utaratibu wake na kanuni zake. Kama hukuwa umezielewa, unaweza ukasumbuka, lakini pia ukasumbua. Hii ni taasisi ambayo ina kanuni zake. Ndio maana unakuta kunakuwa na kama kitendawili. Sasa ndoa ni jambo pekee duniani linalovutia sana na linalovunja moyo sana at the same time. Linavutia sana lakini linavunja moyo sana ukikosea. Ni jambo zuri linalopendeza sana, lakini jambo hatari sana ukikosea. Hatari sana. Ni chanzo kikubwa cha furaha ndoa, lakini ni chanzo kikuu cha huzuni pia. Ndoa ni maono yapendezayo sana, lakini ndoto ya usiku sio halisi. Ni ndoto ya usiku sio halisi. Ndoa ni chanzo kikuu cha matumaini, lakini wakati wao ni chanzo kikuu cha hofu kubwa. Ndio maana vijana wakiwa naongea sema kuoa shughuli, na haya maneno ambayo yanakuwa yanatamkwa kwamba ukikosea imekula kwako. Kwa kila mtu yani inakuwa mnajua kinyonga anavyotembea. Kinyonga anatembea, kuna rhythm yake. Yeye ana ile rhythm ni kupata, kukosa, yote ni ya Mungu. Anaweka hapo, yani itakayotokea ni hiyo hiyo. Anaanza tena kupata, kukosa, afa nakanyaga, yote ni ya Mungu. Yani kitakachotokea na kitokee. Na ujue mafanikio ya ndoa hayatokani na wanandoa kupendana tu. Kuna watu wanajenga hiyo, wanafikiri kwamba ndoa upendo sawa, lakini ina sehemu. Upendo una sehemu, na kuna mambo mengine kama yasipokuwepo hata upendo hauwezi kuokoa. Wanaoachana si kwamba hawakupendana, walipendana kabisa. Kuna mambo kadha wa kadha ambayo lazima yawepo katika sehemu yake ili mambo yaweze kuwa sawia. Sasa upendo sio unaotunza ndoa ya watu au kuifanya iwe ya ufanisi na ya kudumu. Sio. Kwa nini? Kwa sababu upendo ni ule uamuzi wa hiari ya moyo kumkubali au kukubali mahitaji ya mwingine katika maisha yote bila kuwa na matazamio ya kupata kitu fulani kutoka kwake. Si kama imekaa vizuri. Yaani upendo unakubali mahitaji ya mtu mwingine na kuazimu moyoni mwako kumtenda iliyo haki bila kutazamia kupata kitu kutoka kwa huyo. Jambo ambalo kwa wengi haiko hivyo. Wao usikie yote sema nimejitoa sana kwa ajili yake, lakini hajali.
kujitoa sana kwa ajili yake haina maana kwamba uko unamnunua. Kwa nini? Kwa sababu upendo ni kujali, yaani unatazamia kuwepo mahitaji katika maisha ya mtu mwingine, alafu unaazimia moyoni mwako kumsaidia kuyakabili hayo mahitaji, hayo matatizo, hizo changamoto, bila kutazamia kupata kitu fulani kutoka kwake. So unaona sasa tafsiri kama hiyo inakuwa ukisikiza unasema Bwana kama iko kwa hivi ndio imekaa sawa. Sasa kwa kawaida upendo ni kutambua mahitaji ya mtu na kuamua kumsaidia kuyakabili bila kutazamia kupata kitu kutoka kwake. Asifiwe Mwokozi. Kwa hiyo ndoa yenye ufanisi inakuwa imejikita katika utumiaji mzuri wa maarifa kwa usahihi. Maarifa kwa usahihi. Ukisikia Mungu anasema hivi, watu wangu wanaangamizwa, sio wanaangamia, wanaangamizwa kwa kukosa nini tu? Sio Roho Mtakatifu wala sio kukosa upendo, maarifa. Unaweza kuwa na upendo lakini ukiwa mbumbumbu unapigwa nao. Ndio maana maandiko yanasema katika kitabu kile cha Methali mlango ule wa 24 aya ile ya 3, 4 na 5. Methali 24 aya ya 3, 4 na 5. Sasa kulingana na zile taratibu, leo nilifikiri itakuwa vizuri, kwa sababu mambo ya kukava kuhusu ndoa ni mengi, lakini leo tutaangalia entry. How do you get into marriage? Ya unampataje mwenzi? Taratibu ambazo zinakuongoza ni zipi? Ya kwa sababu entry ni ya muhimu sana. Ukikosea entry, unajua ukikosea mlango lazima ukosee na chumba. Kwa hiyo lazima entry iwe perfect, iwe proper, iwe right. Methali 24, 3, 4 na 5. Kabla sijasoma nitaka niwatambulishe. Malkia wangu yuko hapa. Huyu ni rafiki yangu, huyu ni rafiki yangu, alihamia kwangu kama miaka 35 iliyopita. Yeye ni mstaafu, hata alikuwa anafanya kazi serikalini akaamua kustaafu. Kwa hiyo kuna mahali pengine tunaweza interchange na mambo kadha wa kadha kukiwa na comment. Asifiwe Yesu. Thank you. Mambo yanatuzunguka nini? Mwokozi Yesu asifiwe. Tusome sasa Methali 24, 3, 4 na 5. Nyumba hujengwa kwa hekima na kwa ufahamu huthibitika, na kwa maarifa vyumba vyake hujazwa vitu vyote vya thamani na vya kupendeza. Mtu mwenye hekima ana nguvu, na mtu wa maarifa huongeza uwezo. Sasa hii text hii iko so rich. Hatuwezi kudadavua yote yaliyomo hapa, lakini angalau tuzungumze mambo matatu. Biblia inapotumia neno nyumba huwa inaweza kuwa jengo au familia, inategemea na context. Sasa hapa anazungumzia familia. Kigeuza hivi unakuta anazungumzia jengo.
Kigeuza upande wa pili unakuta anazungumzia familia. Formula ni ile ile, jengo kujenga na jengo kujenga familia, kanuni ni zile zile. Hapa amezitaja 3. Moja, maarifa; pili, ufahamu, understanding; 3, hekima, wisdom. Kwa hiyo amezungumzia knowledge, amezungumzia understanding na anazungumzia wisdom. Hizi anaita mafiga matatu ya familia. Hizi ndio zinashika. Niliona alisema hivi kidogo, labda next week tutaweza kuangalia mambo kadha wa kadha. Lakini ukisikia maarifa kwa Kiswahili kwa maneno ya kawaida tu, maana yake ni taarifa sahihi kuhusu jambo fulani. Kisio maarifa basi, ni taarifa sahihi kuhusu jambo fulani. Na hapa tunazungumzia ndoa. Kuna maswali ya kujiuliza, una taarifa sahihi kuhusu ndoa? Na ukitaka kujua usahihi, unauliza chanzo chake ni nini? Wewe ulizipata wapi? Kwenye mtandao. Sasa kwenye mtandao tena watu wanasema, wewe unafuata mambo ya watu tena. Maana hapa duniani kuna sehemu 3 tu ambako taarifa hutoka. Biblia inasema huwa zinatoka katika roho zidanganyazo na mafundisho ya Shetani. Kisha hiyo ni sosi ya kwanza. Sosi ya pili ambayo watu wanapata taarifa ni kutoka kwa wanadamu. Wanadamu wanaweza kuanzisha lao. Ndio maana unasikiaga kuna mapokeo, watu wanadhisishwa. Unaambiwa mwanamke hataki kula mayai, watoto watakuwa hawana nywele. Ukitafuta kisayansi hupati. Lakini ameshika hiyo. Acheni. Kumbe mapokeo. 3 ni Mungu mwenyewe. Na chanzo cha jambo ndicho kitadetermine effectiveness ya jambo lenyewe. Tuko pamoja? Ya muhimu sana hiyo kushika. Kwa hiyo taarifa ulizonazo kuhusu ndoa, taarifa ulizonazo kuhusu mtu wa jinsia nyingine, hizo zina mchango mkubwa sana kwenye ndoa. Ndio unasikia leo ameoa kabila gani? Nani sasa? Yesu Bwana. Kwa hiyo huyu ameoa kabila, hakuoa huyu mtu. Unaona sasa? Kwa misingi hiyo atakaa kwenye ndoa na kabila, sio na mtu. Kwa sababu ana taarifa fulani. Na ujue taarifa ndizo zinazofanya mtu afanye maamuzi. Hakuna maamuzi ambayo mtu atafanya bila nini? Una taarifa gani? Wanawake wafupi. Bwana wangu. Acha kabisa. Nini sema? Ni hatari, kiburi. Ukiuliza tena upande wa pili unasikia yanatoka. Na ukimwangalia usoni mtu anayezungumza kabisa yuko serious. You mean it. Iko tu hiyo. Kumbe ni taarifa alizopata. Sasa unamuuliza, chanzo cha hizo taarifa ni wapi? Ulizipata wapi? Ulizipata wapi? Kumbe unakuja ukuta zingine aliyokuta huko mitaani, zingine kwenye daladala, zingine kwenye boda kwa namsimulia, sema acha kabisa, nimelala nje mimi na wife, lakini nimelala nje. Usione hivi tunateseka sana. Ilikuwa sema wewe acha takusimulia. Kwa hiyo mpaka wafike anaona ndoa ni hatari, sema acha, nimelala nje. Nimelala nje, wewe acha tu. Huyu anashuka kwenye boda, amekwisha kupata taarifa. Anafikiri ni za kufanyia kazi hizo. Kumbe mtu yuko analeta masahibu yake, changamoto zake, sio za ndoa. Kwa nini? Kwa sababu ndoa yenyewe huwa haina shida, ila wale wanaoingia humo sasa ndio wanakujaga na shida zao. Kwa ndoa kama ndoa, wana ndoa ndio wanakujaga na shida zao. Sasa
lazima ucheki ujue, na ukitaka kuwa salama kila kitu, tafuta support ya neno la Mungu tu, na wala usibambikize mistari kwamba naona huu mstari unaweza kuona, si naona ulivyokaa, nasema jichagulie unaowataka, si unacheki. Kuna utaratibu kabisa, kuna utaratibu kabisa. Sasa nitaka tuangalie ni namna gani unaweza ukapata mwenzi. Ni njia zipi ambazo Mungu ameziweka bayana katika neno lake ili uweze kupata mwenzi. Na kwa sehemu kubwa sana Mungu ndiye anahusika. Mungu ndiye afanyaje? Anahusika. Mwenzi, Biblia inasema unampata kutoka kwa nani? Kwa Bwana. Mtu mwingine inaniambia hivi, sasa ukimwachia Mungu mwenyewe anaweza kukuletea mtu ambaye humpendi, sasa inakuwaje? Nitaka nikukumbushe, Mungu anakujua zaidi ya jinsi unavyojijua wewe. Alafu Mungu anajua kinachokufaa zaidi ya jinsi unavyojua wewe. Miaka ile ya 89 juzi hapa tulipata dada mmoja kutoka Sweden, alikuja hapa chini. Yule dada ni mwimbaji. Alafu yule dada tukaenda naye mashuleni humo shuleni. Lakini yule dada hana mikono. Hii mikono hii haipo, ni kipumputu tu. Hamna kabisa. Na mguu wake mmoja ni mfupi. Kwa hiyo ana artificial leg ambayo wamemtengenezea ili angalau aweze kubalance. Kwa kila kitu anafanya kwa kutumia mguu. Kwa hiyo hata kuandika anatumia nini? Andika kutumia. Na akiandika acha kabisa. Na anachora lakini kwa kutumia mguu. Sasa alitushangaza wakati tunaagana naye. Tulikaa naye kama mwezi mmoja na kidogo. Akatukaribisha kwenye harusi yake. Nilikuwa na rafiki yangu mmoja anaitwa Frank, akasema, anasemaje? Ndio muuliza, anasema, umesemaje? Anasema, nawakaribisha kwenye harusi yangu. Wewe unaolewa? Sasa kwa huyu asiye na mikono haolewi. Subutu. Ndio akatuonesha sasa picha ya huyo mume wake mtarajiwa. Acha kabisa. Bonge ya kijana handsome na masharafa. Mrefu ana. Huyo ndio anasema ukimwangalia huyu na huyu. Haya. Jambo la kwanza ambalo litakuongoza kupata mwenzi. Moja, Mungu atashirikiana na wewe kukupatia mwenzi kwa wakati unaofaa. Mungu atashirikiana na wewe kupata mwenzi kwa wakati unaofaa. Anayejua wakati unaofaa ni yeye. Narudia tena. Anayejua wakati unaofaa wewe kupata mwenzi ni yeye. Asifiwe Yesu. Sasa anachokifanya Mungu anashirikiana na wewe. Ndiyo maana hutakiwi kupoteza muda kutafuta unachopewa, ila tumia muda mwingi kutafuta anayekupa. Narudia tena. Usije ukahangaika kutumia muda mwingi kutafuta unachopewa. Tumia muda mwingi kutafuta anayekupa.
Mimi wakati bado hatujaonana na huyu nilikuwa nazunguka vyuo shule hapa nchini, nilikuwa na box kubwa limejaa barua. Kaka, unagusa moyo wangu sana, na mimi nilikuwa naomba nipate mtumishi. Yaani ulipotokea tu wakati unaimba nikasikia ndani hiyo ipo hapo, na attach picha ili ujue mwandishi ni nani. Ziko hapo nyingi tu. Mungu atashirikiana na wewe. Ukisoma kitabu cha Mwanzo mlango wa 2 aya ya 19 mpaka 22. Mwanzo mlango wa 2 aya ya 19 mpaka 22. Si mtu mmoja anaweza akatusomea hiyo? Yes. Bwana Mungu akafanyiza kutoka katika ardhi kila mnyama wa msituni na kila ndege wa angani, akamletea Adamu ili aone atawahitaje. Kila kiumbe hai jina alilokita Adamu ikawa ndilo jina lake. Amen. Msoma mpaka wapi sasa? Mpaka 22. Adamu akawapa majina yao kila mnyama wa kufugwa na ndege wa angani na kila mnyama wa mwituni, lakini hakuonekana wa kumsaidia Adamu aliyefanana naye. Bwana Mungu akamletea Adamu usingizi mzito, naye akalala. Kisha akatoa ubavu wake mmoja, akafunika nyama mahala pake. Na ule ubavu alioutoa katika Adamu, Bwana Mungu akaufanya mwanamke, akamleta kwa Adamu. Endelea sasa. Adamu akasema, sasa huyu ni mfupa katika mifupa yangu. Hiyo ni 23 hiyo. Si ndio? Ndio. Adamu akasema, sasa huyu ni mfupa katika mifupa yangu. Anasema hivyo ni nani? Adamu. Na nyama katika nyama yangu. Basi ataitwa mwanamke, kwa maana ametwaliwa katika mwanamume. Swali ni hili. Aliyefinyanga huyu ni Mungu, si ndio? Akamleta mbele. Huyu alijuaje? Mpaka anaanza kusema huyu ni nyama katika. Alijuaje? Mungu kwa kiwango kile kile unachoshirikiana naye, kwa kiwango hicho hicho utajua mapenzi yako kwako. Kwa hiyo atakapotokea utajua. Nasema hivi, utajua. Achana na zile story wasema imebidi nimlinde sana maana naona watu wanamnyameleza. Wewe hujaelewa. Mungu atashirikiana na wewe kabisa kukupatia mwenzi kwa wakati unaofaa. Atakukutanisha naye tu. Lazima. Shida yetu sisi, concentration iko kwenye unachopewa badala ya anayekupa. Ndio shida. Kwa sababu kama unatumia muda mwingi kusema na Mungu, sio kwa ajili ya mwenzi, kuwa na uhusiano na Mungu. Una uhakika siku ulipomwambia Mungu, nisaidie huu mtihani nifaulu, na unisemeshe tena, nitumie malaika wanizungumzishe, wanikumbushe mahali niliposahau. Una maushahidi mengi sana. Siku Mungu akikusemesha kwamba huyu, utaelewa. Lakini unatoka from nowhere, unaanza kuambia Baba nipatie. Hata akikupatia hutaelewa. Huna uzoefu. Wakati watu wanasema Mungu akanijibu, wewe huna majawabu.
Nilikuwa nafundishwa na mzee mmoja, sasa nadhani amefariki, Yonggi Cho kule Korea. Aliandika mambo fulani hivi nikayashika sana. Napomwambia Mungu usimwambie tu naomba basikeli. Weka details. Basikeli ziko nyingi. Unataka ile ya breki za miguuni au unataka namna gani? Unataka ya rangi gani? Unataka ya muundo gani? Unataka ya kampuni gani? Hizo details. Ili atakapokuletea utajua ndio. Lakini sasa kwa mwenzi, yeye anajua hata kabla hujamwambia. Huwezi kumwambia baba. Tulikuwa tunafundishwa na mtu mmoja zamani kabla huyu hajaja. Alikuwa anatufundisha, anasema usiende mbele za Bwana mikono mitupu. Umesikia kitu? Usiende mbele za Bwana nini? Mikono mitupu. Kwa hiyo anasema orodhesha wale ambao wamekugusa moyo. Orodhesha 15, 20, 30, usiende mbele za Bwana mikono. Orodhesha. Kwa hiyo wakiwa 30, afu nampelekea baba. Haleluya. Katika hawa utakayenipa sawa, ila ukinipa namba 5 itakuwa nzuri sana, lakini mapenzi yako yatimizwe. Hivi akikuuliza umewatoa wapi, unajibu je? Ilikuwa ni mawazo ya kibinadamu, lakini ukweli kabisa Mungu atashirikiana na wewe kukupatia mwenzi kabisa. Hiyo mimi ni shahidi. Sio tu kwa huyu, kwa huyu kabisa, lakini hata sio kwa huyu, na kwa wale wote ambao walishika hii kanuni, ndio inayofanya kazi. Mungu anatamani sana kusema na sisi sana kabisa, na Mungu katika mambo anayoyachukia ni wewe kufanya jambo lolote bila yeye kushiriki. Anajua lazima utagufu tu, lazima utapotea. Sasa yeye ndiye anajua ukanyage wapi, useme nini, uende wapi, ushirikiane na nani na wapi. Yeye anajua kila kitu kinachokuhusu maisha yako, anayajua mwisho tangu mwanzo. Kwa hiyo yeye ndiye wa kuelekeza. Achana na haya mambo mengine yote ambayo watu wanazungumza, wewe sio roboti na nini bwana, una maamuzi yako. Kwani wewe umetoka mpaka ukajikuta huko hapo? Umetoka kama huna maamuzi yako? Uliamua uzaliwe na hao wazazi. Sasa kama ukuchagua wazazi, si unajua kwamba yupo mwenye nguvu ambaye amekufanya uje duniani. Kadiri unavyoshirikiana na Mungu ndivyo kadiri unarahisikiwa mambo yako hapa duniani. Mwokozi Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni jambo la kwanza la kushika, kwamba Mungu atashirikiana na wewe kabisa kabisa kukupatia mwenzi kwa muda unaofaa, kwa wakati unaofaa. Ndio maana maandiko yanasema msiyachokoze mapenzi kabla ya wakati, kwa sababu kuna mambo kisha ya koroga unaweza usiwe na breki kabisa kabisa. Na moja katika mambo ambayo yana nguvu sana ni mapenzi. Huwezi kuzuia isipokuwa mwangalifu. Ndio maana maandiko yanaweka vizuri. Hiyo ni kanuni ya kwanza. Kanuni ya pili, mwenzi wako lazima awe na imani kama yako, yaani Mkristo aliyeokoka. Ikiwa na wewe umeokoka, mwenzi wako lazima awe na imani kama yako, Mkristo aliyeokoka. Ikiwa na wewe umefanyaje? Umeokoka. Kwa nini? Maandiko yameweka bayana. Kuna mistari mingi, lakini leo tutasoma michache. Wakorintho wa pili mlango wa 6 aya ya 14 mpaka 16. Wakorintho wa pili mlango wa 6 aya ya 14 mpaka 16.
Anasema msifungiwe nira pamoja na wasioamini kwa jinsi isivyo sawa sawa. Kumbe kuna jinsi ambayo ni sawa sawa. Oh yes. Alafu anaendelea, kwa maana pana urafiki gani kati ya haki na uasi? Sinasikia? Yeah. Tena pana shirika gani kati ya nuru na giza? Sinasikia? Tena pana ulinganifu gani kati ya Kristo na Barieri? Au yeye aaminie ana sehemu gani pamoja na yeye asiyeamini? 16. Tena pana mapatano gani kati ya hekalu la Mungu na sanamu? Kwa maana sisi tu hekalu la Mungu aliye hai, kama Mungu alivyosema ya kwamba nitakaa ndani yao na kati yao nitatembea, nami nitakuwa Mungu wao nao watakuwa watu wangu. Kile point iko pale, aaminie na asiyeamini. Usiniambia ni mwefupisti, usiniambia na shiriki meza ya Bwana, ameokoka. Kuna watu tumewabatiza lakini hawaja Yesu bado. Na katika haya makanisa ya kiroho lazima uwe mwangalifu. Ndio maana ningetamani sana, unajua tunaojifunza inabidi niyazungumze, lakini kungekuwa na teknolojia ambayo na wadunga tu sindano afu naenda nyumbani, ingenirahisishia sana, ili nihakikishe haya unaondoka nayo yote bila kupungua hata moja. Sasa itakusaidia sana. Sasa haya ni halisi, lakini sasa hiyo teknolojia haiko, lazima tuzungumze tu. Kuna mwingine hivi nazungumza anasema kaya lazima ameokoka, anasali, lakini kusali ni jambo moja, kuokoka ni jambo lingine. Tuko pamoja? Yeah. Uhakikishe kabisa mwenzi wako awe na imani kama yako, ukiwa na wewe umeokoka. Kwa nini? Kwa sababu unapokuwa umeokoka halafu ukaenda kuoana na asiyeokoka kwa maelekezo ambayo umejipa mwenyewe, inaitwa uasi. Yeye alishatoa maelekezo, kazi yako wewe kufanyaje? Kufuata. Ukifanya kinyume, Mungu hakulazimishi, ila utavuna unachopanda. Hiyo yenyewe ni lazima. Hii ni lazima. Kwa hiyo awe mtu wa imani kama yako, Mkristo aliyeokoka kabisa, kama wewe umeokoka. Ikiwa umeokoka, awe aliyeokoka. Maana giza na nuru hawawezi wakafungiwa nira pamoja. Hawawezi. Zimekuwepo ajali za kutosha sana. Dada mmoja tulikuwa naye kwa mashuleni miaka hiyo, tulikuwa naye kwenye timu ya injili na kwa safsa. Halafu akawepo kaka mmoja tena kwenye timu, akasema ameoneshwa. Okay. Zikaunga. Wakaenda kwa wazazi wa huko. Wazazi wa kijana wakawa wanasubiria, lakini kijana ameshatoa taarifa, Bwana amenipa. Sawa. Subiri. Huyu binti alipoenda kule kwao, kaka hivi, wazazi walikuwa ni watu wenye uwezo fulani hivi, wana uwezo, alafu kwenye jamii wana nafasi kubwa. Wakakaa kikao. Kuna kijana mmoja anafanya kazi kwenye shirika fulani, akapata scholarship ya kwenda Amerika. Wakasema, unasikia wewe una akili, mume huyo hapo. Lakini sasa sikiliza, wewe una akili. Sasa hawa ni ukoo na hivi,
Sasa unasoma la nani? Hata ukitumia akili ya kawaida unaenda lakini usoma mkirudi unaendelea kusema ndio maisha. Ndio maisha. Sasa kiangalia wote ni kama sema kabisa. Yaani hapo Mungu amejibu. Si akaenda. Unajua kuna watu anakuwa anawaza vitu. Hawazi maisha, anawaza nini? Vitu. Na vitu vinaweza vikapatikana kwa njia nyingi. Kuna kuzurumu, kuna kunyonga, kuna kuiba. Vyote mtu anakuwa navyo. Nisomaga na mtu mmoja yeye hesabu kabisa. Yaani darasani kwetu hesabu wote walijua, hata walimu walijua kwamba huyu yeye tumhurumie. Maana kupata 5 kwa 100 ni kawaida. Siku akipata 15, 18, mbona anaweka karatasi kwenye meza ili watu wote wao wanaona? Sasa kuna siku alizikumuta 86. Unasikia? Mpaka mwalimu aliguna. Akaja akatugawia karatasi. Hii ya mwisho ni ya huyo. Akasema, na wewe kabisa. Alafu akataja na hizo 86. Unafanyaje? Akasema hatulali. Hatulali. Aliposema hatulali, mwalimu akasema ye kweli. Akamwambia njoo. Kumbe hapa maswali yapo na majawabu yapo. Katikati hapa alipataje? Kumbe si kwenye mtihani wa mwisho wa mwaka alikaa na anayeziona. Alikuwa akipiga jicho anahamisha majibu haya. Maana walikuwa wanaita kugandamizia. Akipiga hivi anahama nayo 4 anabandika. Afa anafanya kama anafikiri sana. Anayauliza macho kama yameelewa vizuri. Afa anapiga tena anahamisha mengine 4. 86. Alipopeleka ofisini akamwambia sasa umeonesha majibu. Weka sasa njia. Ulipataje? Masaa 2. Hakuna majawabu. Kabisa palibakia vile vile. Sasa kuna watu wanaweza kukuta wana vitu, waulize wale vipataje sasa. Wanalo. Kwa hiyo usishabikie sana vitu na wala usishabikie watu wenye vitu. Kwa dunia ya sasa utapotea haraka sana. Sana kabisa. Na majuto anakuwa mjukuu. Tuende kanuni ya 3. Kanuni ya 3, utafute mwongozo wa Mungu kwa njia ya maombi ili akuongoze kwa mtu anayefaa kuoana na wewe. Utafute mwongozo wa Mungu kwa njia ya maombi ili akuongoze kwa mtu anayefaa kuoana naye. Na itafaa maombi ya kufunga na kuomba. Maombi ya kufunga na kuomba. Mwanzo mlango ule wa 24 utaanzia tu mlango ule wa aya ya 6 mpaka mwisho wa hiyo sura. Hiyo sura yote wewe, hiyo ni assignment yako. Mwanzo mlango wa 24 kuanzia aya ile ya 6 mpaka mwisho wa hiyo sura. Hiyo mistari yote hiyo ni assignment yako, utasoma. Lakini kikubwa sana hapa ni maombi. Hapo utasoma, utakuta kuna mifano jinsi Mungu alivyomuongoza mtu wake kupata mwenzi. Yesu asifiwe. Kwa hiyo ufanye hiyo. Muhimu sana. Kwa nini maombi? Ni kwa sababu anayekupa ni yeye. Anajua kabisa. Iko hivi. Wewe hivyo ulivyo, ndani yako Mungu ametia kusudi unalokuja kulitumikia duniani. Tuko pamoja? Kwa hiyo Mungu anakukutanisha na kukuambatanisha na mtu ambaye mtaweza kusaidiana kulitimiliza hilo kusudi. Na utakuja kugundua kwamba kusudi ambalo liko ndani ya mwanaume, mwanamke anakuja kusaidia ili litimilike. Ndio maana anaitwa msaidizi. Anaweza kuwa ndani yake kuna vitu Mungu ameweka ni sahihi kabisa.
ni kazi ya huyu kumsaidia na yeye kuchanua yale ambayo Mungu ametia ndani yake, lakini huyu analetwa purposely kusaidia. Ndio maana helper lazima uwe na uwezo mkubwa kuliko helpee. Ndio maana unakuta wanaume, kwa sababu ya mapokeo, mwanaume kuoana na mwanamke ambaye ana elimu zaidi yake, ana kipato kikubwa zaidi yake, wanaume wao wanadochi, sema atasumbua sana sumbua. Kumbe na huyu kama hakufundishwa atasumbua, kwa sababu kila alicho nacho ni kwa ajili ya kusaidia. Ndio maana maandiko yanasema wawili hawawezi kutembea pamoja pasina nini? Lazima wapatane. How do you complement each other? Kwa hiyo shida iko kwa hawa wanandoa, sio ndoa. Ukiomba Mungu, maana yake unampa uhalali wa kufanya yale mapenzi yake kwako. Yesu asifiwe. Ndio maana hakuna mtu anayepaswa kuchagulia mtu. Awe baba, awe pastor, au nani. Hata nikioneshwa, mimi sikukwambia kwamba katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Nilipokuwa kwenye maombi siku 7, Bwana alinionyesha. Hakuna hiyo kitu. Na hata nikitokea nikakwambia hivyo, naambia pastor asante, ila nitaenda nimuulize huyu aliyekuonesha wewe, na mimi nitaenda nimuulize. Ndio maana ni muhimu sana sana upate muda wa kukaa na Mungu sana. Na kule hatuombi mchumba, unaomba kama ni mume ni mume, kama ni mke nini mke. Hakunaga mchumba. Sharibu tena. Hakunaga mchumba. Ukisoma maandiko hakuna, achana na hizi tafsiri zingine sasa hivi maandiko. Sababu uchumba ni kile kipindi cha tangu mmepatana mpaka mtakapokuja kukamilisha. Sasa mkishapatana ndio yenu na iwe kuja. Ndio maana hakuna uchumba. Uombe mwongozo kwa Mungu kwa njia ya maombi. Mungu akuongoze kabisa. Watakuja watu watakuandikia barua, watu watakutumia message, watu watakupigia simu kabisa. Kwamba huyu Mungu bwana anajibu kwa namna ya ajabu sana. Kwanza nakutoa out, nakupeleka mahali hivi hujawahi kwenda, analipa hapo. Kama moyo wako ni mwepesi, nakwambia sisi hela tunakosa namna kuzitumia tu. Zipo. Ikiwa wewe hujui na huna stand, huna msimamo, mbona unayumba? Yumba. Ukishakuwa na mwongozo, Mungu atakusemesha tu. Kwa kila anayekuja unampeleka. Huyu umemleta wewe? Na mimi ningeshangaa. Akija mwingine, kuna watu wanakujaga sio polepole. Anakutuni akiona wewe ni mtu unakaa unapenda sana mambo ya Roho Mtakatifu na nini. Mbona hiyo rahisi? Halafu kwa wapendwa, kunena kwa lugha. Si mradi haijulikani ni lugha gani. Sasa unashindwaje mfano? Afu kila kitaka kufanya kitu sema tuombe. Kumbe na kuteka. Yeye mwenyewe basi sio mwombaji. Tuombe.
Maana ameshajua wewe unapenda sana wanasemaga kiroho sana tuombe. Shamba la katani karibu na mkonge. Lakini ukimwangalia usoni na anachokifanya unakuta ni vitu hivi. Dada mmoja alikuja akaniambia huku kwetu kule, baba unishauri nini tena? Alikuja nani? Yupo kijana mmoja hivi, naona ameletwa na Mungu. Unajua mtu akishakwambia naona ameletwa na Mungu, si unaona tayari hapo. Kumbe alimpiga biti. Alikuja kama amechoka hivi. Ambia, unaonekana umechoka sana. Nakuwa mlimani siku 7. Libidi nimbane Mungu. Hivi wewe wa miguu miwili unaweza kumbana Mungu? Wewe utafute mwongozo wa maombi kwa Mungu kabisa, iwe ni tabia yako. Kuna kuomba na kuna kuomba. Sasa uombe. Unapokuwa na faragha, Biblia inasema hivi, haja zenu na zijulikane na nani? Mwambie. Baada ya kumwambia, uwe na muda wa kutosha wa kukaa kimya. Mwambie Mungu, niko hapa, uniambie, useme na mimi. Jizoeze kumsikia Mungu anakusemesha. Sio tu kwa hili, kwa kila jambo. Kwa kila jambo. Alikuja kijana mmoja rafiki yangu alisoma hapa Maizeni, nilipoga Datek. Maliza tukaenda naye vijijini, tunahubiri huko kambi na nini. Akawa aliapply. Akaletewa majibu mashirika haya 3. Hafu yote ya kimataifa. Akaniambia nimechanganyika kabisa. Nini? Yaani nashindwa sasa nitaenda ipi? Hii wanalipa vizuri, ila hawa wana tabia nzuri zaidi. Yaani yeye mwenyewe tu anakana zimeniambia wamejibu wote uende, lakini wewe sio Roho Mtakatifu na yeye anaweza kutumika mahali pote. Lazima uende sehemu hii. Rahisi tu. Wapeleke wote kwa Mungu, afu mwambie Mungu, niambie naenda wapi ambako nataka wewe mimi nitumike. Alishangaa sana. Anaoteshwa akiwa mahala fulani. Alipokuwa anashughulika na hao watu kuangalia, kumbe kiongozi huyu anayemsemesha ndio wa hilo shirika. Mpaka asubuhi akawa haelewi. Kumbe ameshasemeshwa. Unajua nayo mambo mengine bwana, ameshaoneshwa nani wa kushirikiana nao. Baadaye akaja akasema, mimi sijapata majibu. Sijapata majibu, afu siku zimeenda sana, wanataka majawabu. Wewe Mungu haja kusemesha. Okay. Mungu haja kusemesha. Nikasikia tumuulize hajaoteshwa. Kamuuliza, wewe hujaoteshwa, unafanya kazi mahali fulani? Mimi niliota. Akaanza kueleza sasa. Ndio akili yake inafunguka. Akajua. Sasa ndiye akaanza kuelewa vizuri sana. Na yale mazingira na mambo aliyokuwa anafanya na mambo aliyokuwa anazungumza naye. Kumbe ndio kazi atakayoenda kufanya, mambo ya logistics. Alipowajibu hao, akaenda kufanya nao kazi. Sasa ukiwa na uzoefu wa mambo ya kawaida, linapofika swala hili akikusemesha utajua. Tuko pamoja? Na utajua tu. Utajua. Na wala usisikilize watu. Sikilize Mungu. Jifunze, tulia mpaka wewe unasikia Mungu na wewe anakusemesha kabisa.
Kwa sababu wewe Mungu anatamani sana au anakusemesha wewe mwenyewe. Ana njia nyingi sana za kukusemesha. Nyingi. Kuna watu hapa akiota jambo anajua ni la kweli. Si ndio? Huo mlango Mungu anautumia sana. Kuna wengine huwa akikaaga nasikiaga tu ndani ni kama mtu anamsemesha. Paka inabidi akohoe. Yaani anasikia kabisa. Kumbe anajaribu kukagua kama hii ni nini, ni pepo, ni kitu gani. Kwa Mungu ana njia nyingi ambazo iko njia ambayo kwako wewe unaelewa kwa urahisi zaidi na anaijua. Ataitumia hiyo. Yesu asifiwe. Kanuni ya 4. Ukithibitisha kuwa ni Mungu amekuongoza, ukithibitisha kuwa ni Mungu amekuongoza na moyo wako una amani, basi fanya uamuzi wa kuoana na huyo mtu. Ukithibitisha kuwa ni Mungu amekuongoza na moyoni mwako una amani, basi fanya uamuzi wa kuoana naye mtu. Fanya uamuzi wa kuoana na huyo mtu. Kuna namna fulani moyo wako utakuwa na ushahidi. Asifiwe Yesu. Kuna mtu anaenda kuolewa lakini moyoni hana ushahidi. Nilipata kisa kimoja. Huyu ni rafiki yetu ila sitamtaja jina, na kwa bahati nzuri haishi hapa nchini. Walikuja huko kanisani kwetu. Zamani kuja kanisani kwetu. Mimi nashughulika na vijana. Tulikuwa na mama. Walikuja tulikuwa mkutano wa Injili. Kijana mmoja kwenye hiyo kundi la waimbaji siku ilikuwa ni ibada kama leo ni Ijumaa, ile ilikuwa Jumatano. No. Ilikuwa Jumatano. Na mkutano ulikuwa unaanza Alhamisi kwa Jumatano, ibada ya Jumatano. Sasa aliyekuwa anaongoza ibada hapa mdada wetu mmoja hivi. Huyu kaka alipomkata jicho kaona si huyu hapa. Kesho yake asubuhi tunaenda kwenye uwanja kujenga hivi na kurekebisha majukwaa na nini. Yule kaka akanifuata. Pastor. Na sijawa pastor hapo. Pastor, ndio. Mimi nimekuwa nafundisha sana kwenye kambi. Pastor, naomba usikize vizuri. Ndio. Hili ni jambo la muhimu sana. Ndio. Naomba uwe makini. Mimi nimekuwa naomba Mungu anipe mwenzi sawa. Lakini shangaa sana jana tulipokuwa kwenye ibada. Ndipo Mungu alinisemesha. Yule dada aliyekuwa anaongoza. Sasa huyo dada alikuwa anaongoza ameshalipewa mahali ujue. Nikamwambia shindwa kabisa. Akasema lakini mimi nimesikia Mungu anambia hapana bwana, alishalipewa mahali huyo. Sema sawa. Nikamwambia tena tusisikie. Sema basi mchungaji ishie hapo. Ishie hapo. Kaenda tukamaliza mkutano akaenda. Huyu dada hajui na yule kaka ameenda. Wakatangaza ile wanatangaza bado wiki 3 ya wakatangaza hiyo. Tulipotangaza ile ndoa hiyo Jumapili, hiyo wiki iliyofuata hiyo dada akapotea. Miezi 3.
watu watafuta, alienda wapi? Yuko wapi? Hamna. Wameulizia kote kote wanakouliza, wakasumbuka sana kabisa. Baada ya miezi miwili na nusu, karibu mitatu, wakajua yuko wapi. Baadaye akarudi. Aliporudi akawa akiwasalimia wachungaji, kila naye amkiwa haitiki. Shikamoo, hamna naitika. Bwana siwe kuna naitika. Ndio wakamweka sasa kikao. Ndio kaamua kututenda mambo yasiyotendwa. Alisema tu maneno machache. Mimi niliamua tu kuolewa na huyu kijana kwa sababu nyumbani palikuwa pamenichosha na nimesumbuliwa sana. Yale mateso, nikaona afadhali kuolewa. Atakaye kuja na aje. Lakini moyo wangu haukuwa tayari. Kadri siku zilivyokuwa zinakwenda, ndivyo moyo wangu uliteswa sana. Wanalipa mahari, mimi niko na umwa. Mpaka siku ile tunatangaza, ndio nikasikia kama nataka kufa. Nikaona nikimwambia mtu yeyote hata nielewa. Kabidi nikimbie. Wao sio kwamba namsa, hata Mungu anajua. Sina mtu. Yakapita. Baada ya miezi kadhaa, yule kijana akasikia ile ndoa haikufungwa. Akasema, Mungu si ndoa. Akapiga simu. Pastor, nilikuwa nasumia akasema, habari za siku nyingi sasa, salama. Akaeleza hapa, anazungumza mambo ya huduma nini. Baadaye akauliza, nasikia yule dada hajaolewa. Nikamwambia, umezitoa wapi? Lakini ukweli ni kwamba huyu hakuwa amethibitisha moyoni mwake kwamba anaongozwa kuolewa na. Kulikuwa na circumstances ambazo zilikuwa zinamlazimisha atoke kwao. Na hizo kesi zipo nyingi sana. Kitu ambacho ni makosa kabisa. Kwa lazima uthibitishe kuwa Mungu amekuongoza na moyo wako una amani kabisa, ndipo ufanye uamuzi. Yesu asifiwe. Tunazungumza tu namna hii taratibu. Lakini hizi ndio kanuni. Ikikuponyoka umeenda. 5. Chukua hatua ya kwenda kumpasha habari huyo mtu. Uende wewe mwenyewe, usitume mtu mwingine kwa niaba yako. Nini? Mbona mnaanza kunizoea ndugu zangu? Wende mwenyewe. Usitume mtu. Kwenye makanisa yetu tumekuwa na experience. Huko nyuma ilikuwa makanisa yetu kuna mengine yamekuwa na mapokeo na hivi. Naambia ukiona binti huko kanisani lazima ukamwone mchungaji. Alafu akusikilize, apime kiroho chako. Alafu yeye ndiye anaenda kumwambia. Ndio, hata barua inakuwa wazi. Anaisoma, anasema, sasa mbona mpenzi zimekuwa nyingi sana? Kafute hii. Alafu yeye sasa ndiye anaipeleka. Anaanza kwa maombi kule. Anasema kuna kijana ambaye hata sisi roho zetu zinaridhika. Wao ufanyaje hiyo? Kaya mambo haya yamekuwa yanaleta shida sana.
Huyu alipoenda akapata tatizo, akasema wachungaji walidanganya, kwa lazima uende mwenyewe. Sasa hapa huwa kuna kikorokocho, wadada huwa wanauliza, sasa kama mimi nimeoneshwa, Mungu amenisemesha kwa huyu kaka, naenda kumwambia yaani dada anakuja na kuambia kwa kwenye maombi, Bwana amenionyesha wewe ndio mume wangu. Eti sasa si unapiga yoya? Kutokana na utamaduni na mila, unaweza kukuta haikai sawa. Na ziko mila ambazo Mungu anaenda nazo, anazikubali, anaenda nazo. Sasa watu tunamwambia dada, kwa kuwa Mungu amekusemesha, mwambie Mungu amwambie kijana aje akutafute. Maisha hiyo. Mwambie Mungu amwambie kijana aje akutafute. Hii imeisha. Mungu ana njia zote. Kabisa. Kwa hiyo uende wewe mwenyewe, usitume mtu. Kama ni mdada, njia nimeeleza. Kama ni mkaka, uende. Mimi wakati nimemwendea huyo dada, nimesahau basi. Niseme nisiseme? Niseme nisiseme? Subutu. Nilipomwandikia barua ya kwanza huyo dada, baada ya kuwa nimethibitisha hii vizuri sana, haikujibiwa. Kupita miezi 6, nikakutana naye kwa mkutano mmoja wa konferensi hivi, nikamwambia, vipi? Si ndio leo? Vipi? Ulipata barua yangu? Nilipata. Mbona hujajibu? Umekataa au umekubali? Ingine, inawezekana barua niliyotuma mwanzo hukuipata. Nikawa mpole. Sasa hizo barua zote mbili mimi nimeshathibitisha kabisa. Ndio nikamrudia Mungu sasa. Nakumbuka ilikuwa usiku saa 5. Saa 5. Wengine wameenda kulala, nikaenda sebuleni na barua zangu mbili. Ndio nikamwambia Mungu, usitumie hii ilikuwa yangu. Nikazishika zile barua mbili. Nikamwambia, sio uliniambia kwamba ni wewe? Cheki majawabu. Angalia haya majibu, uone kama ni vizuri. Nikatoka nje, kazichoma moto, nikamwambia huu moshi kuletee salama. Na sitasema na mtu tena. Basi kaendelea shughuli zangu, miezi ikapita. Mwaka huo kalani. Ndio nikaona kabarua kakaja. Rejea barua yako ile. Msimuone hivi. Ile. Sasa ndipo nikamfuata mahali nilikwambia. Kuna zile barua mbili, nani aliandika? Mimi. Na hii mimi. Kumbe wakati mimi nampropose kuna 7 walishatakulia. Mimi wa 8. Ndio sasa na hivi kama na mchangani. Kwa hiyo alipoenda kuuliza kwa Mungu, akaambiwa ufuta wote. Yule ambaye atakujibu, huyo ndio ninakupa.
Sasa mimi zile barua mbili nilijibu mistari miwili tu, tena nilienda kulala nikaamshwa. Umjibu, unajibu nini? Amka umjibu. Unajibu nini? Mpaka tuliokuwa naye akanisa, mbona unaongea peke yako? Kana anaandika mistari miwili akapata. Na hapo kabarua na Kenya akakaa nako miezi. Kumbe yuko anasubiria aone kakija na kabarua kingine katika wale 7 ambao sikuwahi kuwajua mpaka leo. Nimejaribu kumnunulia vitenge na kupeleka auti. Nidokeze basi ni akina nani hawa? Sanduku alifunga kabisa. Point ni kwamba chukua hatua, uende wewe mwenyewe, usitume mtu mwingine. Asifiwe Yesu. 6. Wajulishe viongozi wako wenye ukomavu katika mambo ya kiroho, ili wakupatia ushauri unaohitajika. Wajulishe viongozi wako wenye ukomavu wa kiroho, wakupatia ushauri unaohitajika. Kwa nini? Kwa sababu Methali ya 11 aya ya 14, Methali 11 aya ya 14 anasema, pasipo mashauri taifa huanguka, bali kwa wingi wa washauri huja wokovu. Bali kwa wingi wa washauri, sio kwa wingi wa ushauri, kwa wingi wa washauri huja wokovu. Wajibu wao ni kukushauri tu, na sio kukufanyia maamuzi. Maamuzi ni ya kwako, wanakushauri. Sasa hapa huwa kuna mtego. Usimpelekee mtu jambo lako bila kuwa umeuliza Mungu kwanza, niende kwa nani? Si niwaelezee. Yaani pata faragha na Mungu, mwambie hili jambo naweza kumshirikisha nani? Yeye ndiye akwambie nenda kwa yule. Sio kila mtu anahusika kwenye jambo lako, na sio kila anayenena kwa lugha anahusika kwenye hilo jambo lako. Mungu ameandaa watu tofauti tofauti kwa mambo tofauti tofauti. Tuko pamoja? Hatua ya 7 au kanuni ya 7, wajulishe wazazi wako. Wajulishe wazazi wako. Unajua na saa zao na busara zao za muhimu sana kwako, sana kabisa, sana kabisa. Wajibu wao ni kukupatia msaada unaohitajika na ushauri utakaohitaji, ili mradi haupingani na neno la Mungu. Muhimu sana, muhimu kabisa. Kuna aliyeniambia unaweza kwa shule sema nani wewe utawaje huko, si tu ishara nani. Na wala usigombane na wazazi. Mungu anajitosheleza. Asifiwe Yesu. Mungu anajitosheleza kabisa kabisa. Atajua namna ya kusema nao tu, lazima. Na mwisho, ukithibitisha kuwa ni Mungu amekuongoza, moyo wako na uhakika na amani ya kutosha, basi kamilisha taratibu zote za kuoana na huyo. Kamilisha taratibu zote za kuoana na huyo. Yesu atukuzwe. Sasa basi, nitaka niwajulishe hii. Mwenzi anaokupatia Mungu sio kwamba yeye yuko completely furnished. Yaani ni ready made, wewe kuna kazi nyingine ni kutafuna tu. Amna. Una kazi ya kufanya. Iko hivi. Mwanamke kuwa mke jambo moja, lakini kuwa mke wa ni jambo lingine. Kwa hiyo mtu anaweza kuwa ameolewa kabisa, lakini bado hajawa mke wa huyo. Kwa nini? Kwa sababu ni mpaka huyu atakapokuwa ametafuta kujua kilichomo ndani ya huyu, ili ajiache nacho,
wanaweza wakazaa watoto, lakini hajawa mke wa huyu, ila ni mke. Eleza nini hapa? Ndiyo maana moja kati ya mambo ambayo mwanamke akiolewa ana kazi kubwa kwayo ni kutafuta kujua kilichomo ndani ya huyu baba. Yeye anakuja kumcomplement. Asifiwe Yesu. Huyu mwanaume ana wajibu wa kujua kilichomo ndani ya huyu ili amsaidie kiweze kupevuka na kuwasaidia wote, wakati huyu anamsaidia huyu. Tuko pamoja? Sasa kwa sababu 1:30 mpaka 3 huwa sio muda mrefu sana, tupokee maswali.